Bana, kwa sasa teknolojia katika nchi ya Tanzania imekuwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa baadhi ya vijana wengi walioko mtaani, hususan ambao wamesoma masuala mazima ya IT, lakini hata na wengine. Sasa baada ya kuona hivyo, na mimi nikasema ngoja nije kwa jamaa yangu hapa, yeye amesoma masuala ya IT, aweze kuzungumza nasi kupitia chombo chetu hiki cha Baigeza TV ili uweze kufahamu IT ni kitu gani, pengine inaweza kusaidia wewe kijana ambaye yuko nyumbani, ambaye hujui namna ya kutumia hizo kompyuta, na wao wana ofisi zao ambazo wanafanya masuala kama haya IT. Na FM vipi bwana? Salama kabisa. Uko vizuri? Niko poa sana. Bwana, naona kabisa Pops ni kwa kuna shughulika na masuala ya IT. Pengine kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi, IT kwa ujumla wake kabisa ni kitu gani? Nashukuru sana kwanza kwa kuja, kwa kunipa nafasi hii ya kuwaambia watazamaji wako kwamba IT ni nini. IT bana, IT hiyo ni kifupi kwanza, inaitwa information technology. Na I think kwa kila mtazamaji wako anaelewa information ni nini, technology ni nini. By the way, information technology ni fursa, IT ni fursa. Fursa ni opportunity kwa kila mtazamaji wako ambaye anakufuatilia wewe, ni kwamba pindi apatapo nafasi au pindi apatapo hiyo opportunity aifanyie kazi. IT imesaidia sana vijana wengi. IT imesaidia sana watu wengi kwa nchi ya Tanzania, na naamini kwa nafasi kubwa tunaendelea kukua kwa namna ya kipekee. Ni engo ya IT ya teknolojia tunakuwa sana. Mimi bana natamani sana nizungumze kitu kimoja kuhusu teknolojia. Teknolojia inafanyika katika engo kubwa sana, muhimu sana. Mimi natamani sana nizungumzie issue ya networking ni IT. Networking ni IT kwa maana kwamba networking ni issue ya communication. Communicate, kuwasiliana kati ya mtu na watu, yani iko hivyo networking. Kwa issue ya networking bana, ilikuwa ni issue kubwa sana, na issue ambayo inaleta changamoto nyingi sana hapa Tanzania. Serikali wameandaa mifumo mingi na mitandao mingi ya simu ambao zimekuja kufanya installation hapa Tanzania kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano kati ya mtu na mtu au kati ya mtu na watu. Mifumo hivyo imerahisisha hivyo, na najua wamedistribute mifumo mingi sana. Wameleta mifumo database ambazo ziko distributed kila mikoa. Kwa hiyo tumekuwa kwa namna ya kipekee. Serikali imefanya mambo mengi mazuri na mambo muhimu sana kwa dunia sasa hivi, digital, kwa dunia digital sasa hivi. Imefanya mambo mengi sana na muhimu sana. Kwa hiyo na sisi pia tumejikita kwenye mambo hayo. Ukija ofisini kwetu utasaidiwa mambo ya networking, connect mtandao kwenye ofisi yako. Utakonektiwa kama unataka router za namna zote, server utafungiwa vizuri na utaendelea kufanya kazi kwa ubora mkubwa sana. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambao anahitaji au ana tatizo na issue za IT au mambo ya matatizo yoyote ambayo yanamsibu kwenye mambo haya ya IT, atutafute sisi bana. Sisi tunapatikana Kibaha sehemu moja kwa Mfipa, tunapatikana, tuna mawasiliano yetu, tuna email. Ukiti contact hapo tuna response haraka, ili mradi tu uendelee kufanya kazi zako na uendelee kufanya uzalishaji wa kila siku. Upi urahisi na ugumu wa hii masuala ya IT? Kianza na urahisi. Ndugu mwandishi bana, kusema urahisi ni changamoto sana. Mwisho wa siku unajua sisi hii kazi tunafanya kwa sababu tunapenda na pia ni professional zetu. Kuna urahisi, lakini ku mention actually inakuwa ni changamoto. Ila urahisi ambao mimi naupata kwa upande wangu, napenda ninachokifanya na najua ninachokifanya na najua ninakoelekea. Ila kwa mtu yote ambaye anamshauri, kuna urahisi, lakini namshauri kwanza awe tayari kukifanya na akipende anachokifanya. Kwa hiyo inabidi aipende IT na aamue kufuata miko zake na endelee kuifanya kwa ubora.
Ndio hicho mimi ninachomshauri. Kwenye ugumu bana, ugumu upo, kila kazi ina changamoto zake na ina ugumu wake. Ugumu bana ni hizi mitandao bana, sisi most of the time tunahitaji internet kwa ajili ya kufanya kazi za wateja, kufanya delivery na vitu vingine, ili kufanya kukamilisha kazi inabidi unahitaji internet. Kwa hiyo most of the time internet ni changamoto. Tunajaribu kuchukua router nyingi, lakini pia inatufundisha kwa sababu speed ya mtandao inakuwa ni ndogo. Tunalipa hela lakini tunaona mtandao speed yake ni ndogo sana. Inatufundisha mambo makubwa. Unahitaji kudownload kitu hata labda ya GB 3 inakuchelewesha. Unafanya kitu inakucost a lot of time. Kwa hiyo internet ni changamoto sana. Pia kingine bana, kitu ambacho inatufundisha kwenye hii field ya IT, kwa sababu sisi pia tuna kipato kidogo sana. Na kipato kidogo sana ndio tunaanza kujitafuta, tunaanza kujipambanua. Tunakosa vifaa ambavyo vinatusababishia ambao tuweze kufanya kazi kwa ubora na turahisishia kazi. Hivyo yani. Kama zile basics tu za computer zinavyosema, kifaa iweze kutunza, iweze kuprocess, iweze kuinput na kuoutput data. Kwa hiyo tunachangutana na changamoto kama hizo hapo. Lakini zote hizo changamoto tunaziface ili mradi tufikie tunapoenda. Mimi naamini siku moja, ndugu mwandishi, utarudi tutakuwa tumefikia sehemu nzuri zaidi. Labda kwa mawasiliano? Kwa mawasiliano tunapatikana kupitia email yetu inaitwa ephraimdaniel02@gmail.com. Namba za simu tunapatikana kwa mtandao wa Airtel 0785 360767. Hapo unatupata kwa kawaida, kutupigia kawaida SMS au pia WhatsApp unaweza kututafuta kutupata. Kwa pia unaweza kubook kupitia email yetu, tunapatikana.